Bwana asifiwe mteule. Ni asubuhi nyingine njema ambayo Mungu ametupea, ambapo ni fadhili zake na rehema zake ambazo ni mpya kila asubuhi, kutuwezesha kuona hata siku ya leo mteule. Bwana akubariki sana siku ya leo tunapojifunza neno kutoka kwa Mhubiri 9 ambalo linasema lolote ambalo utapata la kufanya hapa duniani ulifanye kwa bidii. Unaona hiyo kazi ambayo unafanya mteule, unaifanya kwa bidii yako yote na kwa uwezo wako wote. Usibakishe chochote, yani usijibashikishie, unaifanya kwa moyo wako wote na utapata ufanisi, sababu anasema sio wenye nguvu huwa wanafanikiwa, ama wenye mbio ambao wanashinda katika michezo, ama si wenye hekima ambao hupata mali, lakini kila mtu huwa anafikiwa na siku yake ya bahati. Kila mtu Mungu amempea neema ya bahati. Kwa hivyo hiyo kazi ambayo unaifanya, hapo ndio Mungu atapitia. Hapo ndio Mungu atakuja akubarikia. Unakumbuka yule mama ambaye alikuwa na madeni, aliulizwa nini uko nacho kwako? Mtumishi alimuuliza nini alikuwa nacho katika boma yake. Akasema ni mafuta kidogo tu niko nayo. Akaambiwa aende atafute mitungi mingi. Na akaambiwa hiyo mafuta aanze kunyunyizia kwa hiyo mitungi. Na wakati ilijaa akaambiwa auze. Kwa hivyo Mungu alitumia hiyo kidogo alikuwa nacho. Kwa hiyo shughuli ambayo unafanya, hapo ndio Mungu atapitia. Unakumbuka hata wakati Samson alipigana na adui zake, wakati alikuwa na kiu akasema Mungu usiache nikufe mbele zao Wafilisti. Mungu alimtengenezea kisima hapo penye tu alikuwa amelala. Kwa hivyo msaada utatokea kwa hiyo kazi ambayo unaifanya. Unaona hata akina Yusuf walibarikiwa kupitia kwa ndoto ambazo walikuwa wanaota kutoka wakiwa wadogo. Na hapo ndiye alikuja akaweza kufunulia Farao ndoto, naye akapata kazi kuanzia hapo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi katika shughuli ambazo tunafanya tuzifanye kwa bidii, na Mungu kupitia kwa hiyo shughuli Mungu atakuja atubariki, atakuja atuinue. Kwa hivyo tunafanya tukitarajia kutoka kwa Bwana. Mawazo yetu yote tuwe kwa Bwana. Leo tuhimiza tusitegemee akili zetu, sababu si akili zetu ama uwezo, lakini ni Mungu atatuwezesha. Ni Mungu atatuwezesha. Hilo jambo ambalo unaona unafanya kwa wepesi bila kungangana, usiangalie mwingine huwa anafanya nini, sababu watu chenye kimewakosea sana ni ile kuangaliana, ati huyu anafanikiwa kwa hii, hata mimi acha nifanye hii. Lakini unawacha kipawa chako ambacho kingekusaidia kuvuka. Lakini wacha kila mtu atumie kipawa ambacho Mungu amempa na ufanye hiyo kazi kwa bidii. Sababu kule ambapo tunaenda hakuna kazi. Ati wakati tutoka kwa hii dunia hakuna kazi tutaweza kufanya, tutalala tukingoja kulipwa kwa kazi ambazo tulifanya. Kwa hivyo kila mmoja aweze kufanya kazi yake kwa bidii akitarajia kwa Bwana, sababu hapo ndio Mungu atapitia. Kwa hiyo kazi ambayo unafanya, kwa hiyo shughuli ambazo unafanya, hapo ndio Mungu atapitia. Kwa hivyo barikiwa sana mteule unaposhughulika na shughuli zako za kila siku. Mungu akubariki. Kwa hiyo ndoa ambayo Mungu amekupa, uitunze. Kama wewe ni mzee, mpende mke wako. Kama wewe ni mama, mheshimu mume wako na umtii. Kama nyinyi ni watoto, mtii na mheshimu wazazi wenu, ili hata nyinyi muweze kufanikiwa katika ulimwengu na muweze kuishi siku zenyu zote zisikatwe. Kwa hiyo shughuli ambayo, nafasi ambayo Mungu amekupa wakati wa sasa, uitumie vizuri, sababu hauna wakati mwingine ila huu ambao tumepewa. Sababu sisi tunakaa kama waajiriwa. Hii maisha ambayo tunaishi ni siku ambazo zilipangwa, ni siku ambazo haziwezi zikapitishwa. Ni hizo siku ambazo tumepewa, na hizo ndio tutapeana hesabu yake. Kwa hivyo Bwana akubariki na akuwezeshe kushughulika katika shughuli zako, akutie nguvu, akupe bahati, sababu yeye ni mwaminifu. Ubarikiwe sana mteule, uinuliwe. Mungu azidi kukupa neema ya kufanikiwa na kuweza kufikia malengo yako. Shalom, shalom mteule, shalom. Barikiwa sana. Amen.